Haleluya, haleluya. Kwa majina naitwa Elias Dedede. Ninamshukuru Mungu kwa sababu nimepata neema tena ya kukutana na viongozi. Na hii ni neema na fursa ya kipekee mno na kuheshimika mno. Kwa hiyo napenda niende moja kwa moja kwenye somo. Nimelipa kichwa cha somo kinachosema imarisha uongozi wako. Waheshimiwa, leo tunazungumzia jambo muhimu sana katika maisha ya kila mmoja wetu linalohusu uongozi. Na kila mmoja wetu ni kiongozi kwa namna fulani, iwe nyumbani, kazini, kanisani au katika jamii. Swali si kama wewe ni kiongozi, bali unaongoza kwa kiwango kipi. Leo kimsingi tutajifunza kanuni muhimu zitakazoweza kubadilisha uongozi wako na kuleta matokeo halisi. Kanuni ya kwanza, uongozi ni ushawishi. Kiongozi si yule mwenye cheo, bali ni yule mwenye ushawishi. Unaweza kuwa na nafasi kubwa lakini watu wasikufuate. Vivyo hivyo, unaweza usiwe na cheo lakini watu wakakusikiliza na wakakufuata. Tujiulize leo, watu wanakufuata kwa sababu gani? Au wanalazimishwa au wanakufuata kwa hiari yao? Kama unataka kuwa kiongozi bora, jenga uhusiano mzuri na watu unaoongoza. Waelewe kabla ya kutaka wao wakuelewe. Onyesha mfano wa maisha yako. Kanuni ya pili. Sheria ya kifuniko inakuhusu. Uwezo wako wa uongozi unaweka kikomo cha mafanikio yako. Huwezi kufika mbali zaidi ya kiwango chako cha uongozi. Kama maisha yako, huduma yako au kazi yako haikui, angalia kiwango chako cha uongozi. Suluhisho ni moja tu hapa. Jifunze kila siku. Tafuta watu waliokuzidi wakusaidie kukua. Kubali kurekebishwa au kubali kukosolewa. Jambo la tatu, anza kujiongoza mwenyewe. Hakuna mtu anayeweza kuongoza wengine vizuri kama hujui kujiongoza. Nidhamu binafsi ni msingi wa uongozi. Unaamka kwa wakati? Unatimiza malengo yako? Unasimamia muda wako vizuri? Kama huwezi kujisimamia, watu hawatakuheshimu, watu hawatakufuata. Kwa hiyo lazima ujitathmini kama kiongozi, na lazima uzamilie kujiongoza. Jambo la nne. Ongoza kwa mfano. Watu hawaangalii sana unachosema, wanaangalia unachokifanya. Kwa hiyo matendo yanaongea sana kuliko maneno. Kama unahubiri nidhamu, ishi kwa nidhamu. Kama unahubiri uaminifu, kuwa mwaminifu. Maisha yako ni ujumbe unaosomwa na watu kila siku. Kwa hiyo kimsingi unapokosea au unapoishi kwa kukosea, maana yake uongozi wako unaingia doa. Jambo la tano au kanuni ya 5. Uongozi ni mchakato. Hakuna mtu anakuwa kiongozi bora kwa siku moja. Ni hatua kwa hatua, siku baada ya siku, ili uweze kukua. Kwa hiyo usikate tamaa kama bado hujafika mahali unapotaka kufika. Endelea kujifunza, endelea kujaribu uongozi wako, endelea kujirekebisha. Kwa kufanya hivyo, unaimarisha uongozi wako. Kwa kiongozi hakui kwa siku moja, anapitia mchakato wa maandalizi. Kanuni ya 6. Ongeza thamani kwa wengine. Kiongozi wa kweli hajiinui peke yake, huwainua wengine. Jiulize kila siku, leo nimemsaidia nani kukua? Fundisha wengine, watie moyo, wape nafasi ya kujaribu uongozi wao. Tambua karama zao, tambua vipawa vyao, wainue, wape nafasi. Ukifanya watu wakue, na wewe utakuwa. Na mara unapoacha kuwainua watu, maana yake wewe hutakuwa. Kanuni ya 7. Weka vipaumbele sahihi.
Si kila kitu ni muhimu. Kiongozi bora anajua kipi kifanywe kwanza. Usijaze siku yako na mambo mengi yasiyo na matokeo. Chagua mambo machache yenye tija kubwa. Kwa lazima ujue kuandaa vipaumbele. Jambo la 8, jenga timu imara. Hakuna mafanikio makubwa bila timu. Chagua watu sahihi, wape majukumu, waamini. Kumbuka huwezi kufanya kila kitu peke yako. Hapa watu wengi wanafeli sana, hasa viongozi. Hawaamini watu. Kila kitu anataka kufanya mwenyewe. Huwezi kufanikiwa, huwezi kustawi, huwezi kukua. Waamini watu, wape majukumu, chagua watu sahihi. Unapotaka kufanya matokeo makubwa yaonekane, lazima uchague watu sahihi watakao kusaidia. Wape majukumu, waamini. Na jambo la 9, wasiliana kwa ufanisi. Uongozi mzuri unahitaji mawasiliano mazuri. Ongea kwa uwazi. Tumia lugha rahisi. Hakikisha watu wameelewa. Kama watu hawaelewi, hawatafanya. Jambo la 10, endelea kujifunza. Ukiacha kujifunza, unaacha kukua. Ukiacha kukua, unaacha kuwa kiongozi bora. Soma vitabu, sikiliza mafundisho, jifunze kutokana na makosa. Mara utakapoacha kujifunza, uongozi wako unakoma. Kwa hiyo, uongozi bora unajengwa juu ya vitu vitatu muhimu. Jambo la kwanza, tabia njema. Kumbuka, matendo yanaongea kuliko maneno. Jambo la pili, uwezo. Lazima uongozi wa watu uwe na uwezo. Uwezo wa kusimamia mipango, uwezo wa kupanga mikakati, uwezo wa kuona mbali, uwezo wa kujitoa na uwezo wa ushawishi. Jambo la tatu na mwisho, mahusiano mazuri. Lazima uwe na mahusiano mazuri na wale unaoongoza. Kama unataka kufaulu katika uongozi wako, hakikisha unakuwa na mahusiano mazuri na wale unaoongoza. Mara unapofeli pale, maana yake uongozi wako unaanguka. Hivyo, chukua hatua leo. Usisubiri kesho. Amua leo kuwa kiongozi bora. Si kwa maneno, bali kwa vitendo. Anza na wewe mwenyewe, kisha gusa maisha wengine. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.